Seven alijiweka sawa na kufuta machozi kisha kuvaa sura yake ya siku zote. Akatoka nje ya kile chumba na kwenda walipoketi kina Fonya. Akakitikisa kile kibox kuonyesha kuwa alichokifuata amekipata. Wote wakionyesha sura za kutofahamu. Seven alikifungua kile kibox. Sura yake ikaanza kubadilika rangi na kuwa nyekundu. Macho yake akatumbuka na kuganda kwenye kile kibox. Jerka, hatujafanikiwa. Seven aliongea kwa hasira huku akimgonga bodyguard wake mabegani. Ukali wa hasira ya Seven uliwafanya Sully na wenzake kuogopa zaidi ya mara ya kwanza. Ukikifungua kile kibox utakutana na full set ya pete na cheni. Juu kulikuwa na picha ya mwanamke mzuri sana. Ila alipofungua Seven alikuta pete tu. Ila cheni haikuwepo, ndio maana Seven alikasirika zaidi alivyokuja. Na bodyguard wake aliyefahamika kwa jina la Joka alitambua kuwa kile kibox ni kitu muhimu sana kuliko hata uhai wake. Nani mwenye hichi chumba? Bodyguard wa Seven aliuliza kwa hasira zaidi ya Seven. Mimi, Sully alijibu kwa herufi kubwa. Ina maana wewe ndio mwizi? Aliongea Seven kwa kuonyesha sura ya kuchukizwa. Unaongelea nini? Sully alijibu kwa kushangaa na kutoelewa kilichokuwa kinaongelewa. Umeona hii? Hii ndiyo mali yangu. Nimekuja kuitafuta hii tu. Sina shida na nyie, hata kama mmeiba labda mkauze mpate pesa. Sikuwa na shida na hayo yote. Kama ningeipata, nimeipata. Ila haijakamilika. Hivyo basi, mtadisha cheni haraka sana. Kitu gani hicho nitakachoweza kukiuza kikaondoa madeni ya familia yangu na mamangu kwa haraka kwa siku moja? Iko kiboksi ambacho ndo kwanza nakiona leo. Na kuhusu cheni yako, hakuna mtu mwenye nayo. Sisi sote tumeridhika na maisha yetu. Umaskini wako usikufanye ukawa mwizi kwa vitu visivyokuhusu na usivyojua thamani yake. Sikukutuma kuzaliwa kwenye maisha ya kuombaomba na kuwa mwizi. Nyamaza. Ondoka ndani kwangu, mpumbavu wewe. Nani kakwambia mimi ninaombaomba? Sina cheni wala hechi. Hata nife na njaa siwezi kuibia mimi. Malumbano kati ya Seven na Sully yaliidi kupamba moto. Muda huu Sully alikuwa usoni kwa Seven akifoka na kutupa mikono yake kila mahali. Macho yao yakitazamana yakiwa na hasira na chuki. Seven aliiva kwa kuwa mwekundu huku Sully uso ukiwa umejaa jasho na machozi. Joka, mchukue huyu, si mali yangu imekuta chumbani kwake? Mbebe na ende naye mpaka nipate cheni yangu, Seven alisema kwa hasira kali huku akimtazama usoni Sully kumaanisha alichokiongea. Hapana, hawezi kuiba, itakuwa bahati mbaya tu wewe kaka, Fonya alijitahidi kutetea. Basi tuchukue wote, Lilian aliongea baada ya kukaa kimya muda mrefu akitazama tu ule ugomvi. Seven hakuongea kitu, aliondoka zake nje, huku Joka na kijana mwingine wakijaribu kumshika Sully, ila Sully alikataa na kudai atatembea mwenyewe. Bila hata kuongea, Sully alinyoosha hadi nje na kuingia ndani ya gari. Lilian alikuja mbio akidai na yeye wamchukue kama vipi. Ila Fonya alikuja na kumtoa pale kwani Seven alishaingia kwenye gari, licha ya Lilian kutaka na yeye kuongozana na Sully. Njia nzima Sully ilikaa kwa utulivu, kimya, akiangalia dirishani namna gari lilivyokuwa likitembea. Ulipofika muda wa kushuka kwenye gari, Sully alianza fujo na kugoma kushuka. Iliwalazimu Joka na mwenzake kumtoa kwa nguvu na kumbebelea hadi ndani. Kwani muda wote huo Sully ilikuwa akitupatupa miguu, akipiga kelele na kulalamika. Wakamkalisha kwenye sofa. Sully alivua koti kwa hasira. Muda huu alikuwa kama kichaa. Alikuwa akipiga kelele za kutaka kurudishwa kwake. Ila hakuna mtu aliyemjibu wala kuonyesha kujali fujo zake. Na kama walichukizwa na zile kelele zake, basi hawakuonyesha kabisa kwani walikuwa bize na mambo yao. Seven alikuja sebuleni. Sully alinyanyuka na kumfuata akifoka kwa sauti ya juu. Seven alimtaka Sully atulie chumbani kwake mpaka akili itakapomkaa sawa. Sitaki kukaa kwenye hii nyumba ya mashetani. Nirudishe kwangu. Sijaiba hata cheni yako mimi, alifoka Sully. Rudisha mali yangu ni kurudishe kwako. Bila mali yangu hakuna kwako. Utakaa humu ndani mpaka ujue kusalimiana na hayo mashetani, Seven alimjibu Sully kwa sauti ya kawaida sana. Akageuka na kutoa amri kwa wafanyakazi wake kumpatia chakula Sully. Alafu akaondoka zake baada ya kuchukua funguo wa gari kwa Joka. Wafanyakazi walifuata maelekezo ya tajiri wao. Na kweli, walimletea chakula Sully. Sully alianza kufoka na kukataa chakula kabisa. Licha ya wale wafanyakazi kumwambia Sully Seven kawaambia wamtimizie chochote anachokita, Sully aligoma na kudai anachotaka yeye ni kwenda kwake. Kutokana na uwezo wa kumpeleka kwake hawakuwa nao, wafanyakazi walimuacha peke yake Sully. Seven alipotoka nyumbani aliendesha gari mpaka kwenye eneo lake pendwa sana.
pindi akiwa kwenye mawazo, huzuni au hasira, anapendelea kuja kwenye eneo lile kutuliza akili na kupunguza upepo mbali na nyumbani kwake. Alikaa pale mpaka giza likamkuta pale. Alirudi nyumbani kwake usiku na kuandaliwa chakula kama tamaduni za nyumbani kwake zilivyo. Aliulizia kama Suli alikula. Mfanyakazi wake alisema Suli hakula chakula siku nzima. Alishinda anafanya fujo mpaka alipooga ndoo. Alituliana na kulala. Seven hakujibu kitu. Alikula na kuenda zake chumbani kwake. Huko aliketi kitandani na kutoa kile kiboksi na kuanza kukitazama. Sura yake ikinyong'onyea na kujaa huzuni usoni mwake. Seven alishindwa kujizuia. Akaanza kulia huku akijiongeisha mwenyewe, machozi yakimtoka. Samahani sana. Nisamehe sana, nimeshindwa kukutunza vizuri. Seven aliketi kwenye meza kubwa iliyokuwa imejaa kila aina ya kifungua kinywa. Alikuwa amevaa vizuri sana, kuonesha alikuwa akienda sehemu muhimu siku ile. Vipi Suli amekunywa chai? Saba aliwauliza wafanyakazi wake waliokuwa wamesimama kando ya meza. Hapana Taji. Toka jana hajala chochote kitu. Ghafla wanasikia sauti ya Suli ikifoka. Alikuwa akiongea kwa hasira, akitaka kufunguliwa mlango, ila walinzi walikuwa wakimkataza. Kwa ubishi, Suli alifungua mlango wa ofisi ya Saba, ila walinzi walimzuia na kufanya kushindwa kufungua. Hasira zilimpanda, akaanza kupiga kelele za huku akiwafokea walinzi waliokataa kumfungulia mlango ule. Muda huu, Suli akakimbilia kwenye mlango mkubwa wa kutoka nje, akaufungua kwa hasira, ila walinzi walishakuja wengine kuongeza nguvu zaidi. Muda wote huo, Seven hakutikisika wala kuonyesha hali ya kuchukia. Alitulia tuli kwenye meza yake na kuendelea kunywa chai yake bila wasiwasi wowote. Nguvu zilimuishia. Suli alisimama mbele ya mlango ule akiwatazama wale walinzi waliokuwa wakimwonyea kwa upole na heshima kubwa. Suli aligundua hana nguvu za kupingana na wale walinzi, kwani walikuwa wengi kwa hasira. Aliwakataza kumgusa, kisha akarudi zake sebuleni. Seven alipomaliza kunywa chai ananyanyuka kuondoka zake. Ila Suli aliyekuwa sebuleni anamuona na kumwendea usoni mwake huku akimfokea. Unajichosha bure Suli. Hizi nguvu zote ulitakiwa kuzitumia kutafuta chini yangu. Sina cheni yako mimi, niachie niende kwangu. Na kuachiaje bila mali yangu? Kaa humu ndani, utafakari ni wapi utapata cheni yangu, bila hivyo utakaa humu milele. Seven aliongea kwa upole na sauti ya kawaida bila kuonesha hasira. Kisha alitoa amri kwa wafanyakazi wake kutomuumiza Suli na kumpatia heshima kwa kutimiza chochote atakachotaka, ila sio kutoka nje ya ile nyumba. Baada ya kusema hayo, Suli alikimbia mbio chumbani kwake na kujitupa kitandani huku akilia kwa uchungu sana. Seven alikuwa kasimama kwenye mlango wa chumba cha Suli akisikiliza namna Suli alilia kwa uchungu. Huruma ilimuingia. Alitamani kufungua mlango ule, ila alipokumbuka cheni yake aliondoka zake. Taji, tumefika, aliongea Chatu Seven. Hakujibu kitu. Akaendelea kukaa kwenye gari kimya akitazama lile jumba la kifahari lililokuwa mbele yake. Baada ya masaa mawili kupita, Chatu alitoka nje ya gari na kumfungulia mlango Saba. Aliposhuka, alijiweka sawa. Alionyesha kutotaka kwenda kabisa, ila alipiga hatua moja baada ya nyingine na kuingia kwenye ile nyumba. Alifunguliwa mlango na kuelekezwa mahali mzee mkuu alipokuwa akimsubiria. Seven alipoingia tu, alitupiwa picha usoni kwake na yule mzee mkuu aliyekuwa akifoka kwa kutaka kujua wale kwenye picha walikuwa kina nani kwake na aliwalipa shingapi baada ya kulala nao. Seven aliinama na kuokota zile picha. Zilikuwa picha za Suli, Fonya na Lilian wakiingia kwake siku ile, usiku baada ya kutoka club. Seven hakusema kitu. Alibakia kuzitazama zile picha kwa uchungu, kwani hata yeye mwenyewe alikuwa akijutia sana kuwakaribisha kwake siku ile. Kwenye lile jumba la kifahari la Seven, inasikika hodi. Mfanyakazi anakuja mbio na kufungua mlango. Alikuwa si mwingine, ni Lilian. Lilian anaingia ndani baada ya kuona yule mfanyakazi ameganda, akimshangaa kuonesha kutomkumbuka.
Saba yupo? Nipeleke kwa Saba, Lilian alisema kwa kuhamrisha. Samahani dada, Taji wangu hayupo na naomba uondoke haraka. Taji? Taji ndo nani? Dada, naomba uondoke kabla sijakuitia walinzi. Unitoe walinzi? Mimi? Unajua mimi ni nani kwa huyo bosi? Kabla hata Lilian hajamalizia sentensi yake, ghafla walikuja walinzi wakimtaka kutoka nje. Walipoona Lilian analeta ubishi, walienda kumbebelea ili kumtoa. Ila sauti ya Suli inawashutua na wanamwachia Lilian haraka. Suli anawahamuru kumruhusu, kwani rafiki yake wale walinzi na mfanyakazi wanaitikia kwa heshima kisha kuondoka haraka. Macho ya Lilian hayakuamini kabisa kilichotokea. Pale alibakia ameganda huku akikwangua vidole vyake kwa hasira.